kwa jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo ambayo Bwana ameifanya ili kwamba tuweze kuwa pamoja. Sasa huwa mara nyingi napenda kupatana mwanzoni ili huko mwisho tusije tukagombana. Ili siwajui, nafahamu watu wachache sana, labda Azizi na wengi wamenifahamu. Sasa hivi ni saa 7 kasoro kama dakika 17. Sasa tunasema tupige au tumalize twende, maana ndio hivyo. Mimi ni mwalimu, tofauti na yule dada aliyekuja hapa. Yule anaweza ukampa dakika 5-4 akakwambia Yesu anaweza akarukaruka hapa tukapiga makofi tukaondoka, lakini hajakwambia Yesu anaweza. Mimi tatizo langu nataka nikwambie Yesu anaweza. Amen. Sasa hapo ndio shida. Ukitaka hivyo ina maana hapa ni sali moja huwa tunapiga introduction. Sasa tukipiga sali moja intro hapa tutatafutana. Sasa sitaki nikutaka kubaliana jamani, tunakwenda. Mnanipa muda gani? Nipige. Kwa hiyo kuwe na amani. Wewe ukiona kama amekuelemea, unanyanyuka taratibu, usimdisturb jirani yako. Kama pasa ataruhusu. Mimi huwa sina shida. Amen. Yaani ukiona kama namna gani, lakini tukae. Niko conscious pia, hatutakwenda sana. Amen. Tumechelewa lakini hatutakwenda sana. Sasa kwa sababu ya muda, mambo mengine ya kiokole nini tuache. Sijui nampenda Bwana, nimtendea mema, sijui nini, mke wa mume mmoja, si hayo yote hapo. Mke wangu nilimwaga na mtoto wetu mmoja, na pasta aliniambia kwamba huduma njema ndio alichoniambia. Kwa hiyo hayo tuache. Tutajifunza asubuhi ya leo. Uzuri wa kanisa letu ni kwamba makanisa mengine yote naenda napata shida nikisimama mimi. Inabidi fundi mitambo afanye namna fulani kwa sababu sauti yangu ni nzito sana. Ila hapo sasa watumishi wote wana sauti nzito, jamaa ana sauti nzito, pastor ana sauti nzito. Kwa hiyo nafikiri fundi mitambo hana shida, atakuwa mambo yameenda vizuri. Asubuhi ya leo tunataka kujifunze kuhusiana na upendo. Tutajifunza kuhusiana na upendo. Kakaangu Peter, Mungu akubariki kwa kunileta leo. Kuna rafiki yangu mmoja mzuri amenileta hapa. Nilimwambia tu kwamba ndugu naenda huko. Akakubali kuongozana na mimi. Akatoa na gari yake. Mungu akikupa hizo neema kwa knowledge ni vizuri. Peter, Mungu akubariki sana. Tutasoma upendo wa leo. Upendo najua ni kitu ambacho tumekuwa tukijifunza mara nyingi na sio kitu kigeni sana. Toka Sunday school tumeimba na kuimba Mungu nipenda, apenda watu, Mungu nipenda, anipenda, sikilizeni na mambo mengine hayo. Nitakachokizungumza hapa sio kwa mtu ambaye niseme tu, sio kwa mtu ambaye anaanza sana. Yaani mtu ambaye ndo ameokoka hivi karibuni. Kama unaye wewe ambaye ni baba, yaani umezaa mtoto yuko hapa, utakapomaliza hili kipindi itabidi uende cross check naye kama ameelewa vizuri au amekaa tofauti. Sizungumzie mchungaji, nazungumzia wewe ambaye ulimshuhudia. Kama una mtu ulimshuhudia amekuja hapa, yuko huko, mtoto wako, utakapomaliza somo itabidi cross check naye kwamba ameelewa sawa au nimemuondoa. Niko na maana content ambayo nitaipiga itakuwa kidogo inahitaji uelewa fulani baada ya kutembea. Sio maziwa, itakuwa ni kidogo ni chakula kigumu. Amen. Yaani maana yake nataka tu uelewe kwamba kama unanifuatilia, unifuatilie kwa karibu. Ikiwa na mambo yako, una stress au miezi hajaweza kukutana na nini, hakutaenda sawa sana. Amen. Bwana asifiwe. Sasa bado tunasoma paragraph au tunasoma sura nzima. Leo neema inabidi iwe kubwa ili nisifanye hivyo sana. 5:43. Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi,
ili mpate kuwa wana wa Mungu Baba yenu, wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Tena mkimwamkia ndugu yenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana asifiwe. Upendo. Sijasema kitabu. Mathayo. Leo na spidi. Mathayo 5:43. Jamani. Tumeipata? 5:43 Mathayo. Maneno kama hayo pia yapo katika kitabu cha Luka. Maana unajua unaposoma hizi Injili ni vizuri mara nyingi kulinganisha kati ya mwandishi mmoja na mwingine. Habari hii imeripotiwa pia na Luka katika Luka 6. Luka 6 mstari wa 30 na kitu pale. Lakini interesting ni mstari wa 35 ambayo Mathayo hajaiandika. Na huo mstari wa 35 ni kati ya mistari ambayo haina maarufu wa kuhubiriwa. Si kwa nini? Sijawahi kusikia mimi katika Sunday school zangu na kupita watu wakiwa wanasisitiza sana. Huwa tunasisitiza sana kutoa, kubarikiwa na nini. Lakini huo mstari unazungumza kuhusiana na kumkopesha mtu ili usitegemee kulipwa. Umewahi kusoma huo mstari? Mtu usitegemee sana kulipwa. Maana yani hata watu ambao wanakopesha benki, CRDB nini, nao wanafanya hivyo. Kwa utakuwa una tofauti na CRDB. Yaani wewe ili uwe na upendo zaidi wa Yesu, ukimkopesha usitarajie. Sasa nafikiri huu mstari sio maarufu kwa sababu kwanza walokole wengi tulivyokuwa ni kwamba tulikuwa hatuna cha kukopesha. Sasa ukihubiri Injili inakuwa huwezi kupata audience ambayo inatakiwa. Lakini sasa kwa sababu walokole tumepata ambao kidogo nao mambo yao sio mabaya, tuanze kuhubiri na huu mstari mchungaji. Kwamba ukikopesha usitegemee kufanyaje? Bwana asifiwe. Lakini mengine yale yameandikwa pia katika Mathayo. Sasa Mathayo anachosema, anazungumzia kwamba amesikia au sisi tumefundishwa, ila hiyo haifundishwi sasa hivi. Alikuwa anazungumza na watu ambao walikuwa katika kipindi cha Torati. Kipindi cha Torati ukisoma kuna sehemu unakuta kuna mtu anasema kwamba wale wanamchukia Mungu mimi nitakupenda. Kwa hiyo walikuwa kama mtu anamchukia Mungu, ampendi Mungu na wao mpende. Sasa Yesu anapokuja anatufundisha ya kwamba nyinyi mmesikia wanasema mpende jirani yako lakini mchukie adui yako, ila mimi nasema wapendeni na adui zenu. Alafu zaidi hapo anasema waombeeni wale wanaowaudhi. Anasema kama tukiwapenda wale ambao wanatupenda au wale ambao ni ndugu zetu, tunakuwa hakuna tofauti yoyote na watu wa mataifa, maana nao wanafanya hivyo hivyo. Lakini sisi kwa sababu Mungu wetu anasema yani ili tuweze kuwa wana wa Baba yetu aliye juu, inabidi tuwapende na adui zetu. Sasa hapa huwa kuna tabu kidogo, na hili ndio ambalo nataka nilizungumze kwa sisi jamii ya watu tuliookoka. Ili twende sawa, tusome waraka wa pili wa Wakorintho sura ya 6 na tuanzie mstari wa 14 mpaka 18. Nasoma Wakorintho wa pili sura ya 6 15 mpaka 18. Kati ya Kristo na Belihari au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu ya Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea,
nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nani mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Sasa hapa kunaanza kutokea mgongano wa kimaslahi. Yaani aliyetangaza tenda ndiye ana kampuni iliyo apply hiyo tenda. Kule anatuambia tumpende adui yetu, lakini hapa anatuambia hakuna mapatano, tusifungamane nao, tutoke katikati yao. Sasa hivi vitu viwili ndio kidogo, kimoja kimepata umaarufu katika jamii ya wapendwa kuliko kingine, ikiwa na maana hii kwamba tunapozungumzia upendo na kumpenda jirani yako, utakapozungumzia swala la upendo, lazima utuambie unazungumzia kwenye sphere hipi. Huo upendo unaozungumzia kwa mantiki ipi, ili uweze kuelewa hii mistari. Lakini kama sivyo, hii mistari itakuchanganya na utakaa uelewe. Wengi wetu tunafahamu ya kwamba watu ambao hawajaokoka tumewachukua na kuwachukulia kama ni mashetani hivi. Neno sio zuri, lakini ndivyo mioyo yetu, hata wewe moyo wako unakubaliana kwamba ndivyo hivi. Kwamba wale watu ambao hawajapata neema ya kuokoka tunaona kama ni watu waliopotea, wasio na maana, ni watu ambao kwa namna yoyote wamekosa uthamani fulani wa kuwa kama watu kwa sababu ya dhambi wanazotenda. Na kwa sababu ya injili ambazo tumehubiriwa, pia tunajua kama hao watu sio watu wa kufungamana nao, ni watu wa kutoka katikati yao. Hatuwezi kuwa na uhusiano nao. Tunaelewana? Lakini Biblia imetufundisha kwamba tuwapende hata wale ambao ni adui zetu, na tuwapende watu ambao hata ni watesi wetu. Nataka tuwekane sawa. Nikimaliza kuwekana sawa, hata tukifunga ibada tukaenda, Mungu jina lake libarikiwe. Amen. Naomba nisikilize ninachokizungumza na ambacho Mungu anataka ufahamu. Utoke kwenye ulokole fulani wa kipindi fulani, turudi kwenye ulokole ambao ndio ule unaotakiwa. Na tunazungumza ulokole na maanisha kuokoka. Unajua injili yetu iko tofauti sana na injili ya Yesu. Yesu anasema injili ni habari njema, lakini sisi tunapohubiri, sijui ndugu yangu na jinsi ambavyo askofu ametufundisha, sisi tunapohubiri huwa tunahubiri sana kuhusiana na jehanamu ya moto. Kama unisikilizi, unaona si nini, unaenda jehanamu, utaangamia. Sidhani kama hiyo ni habari njema. Bwana asifiwe. Kwa hiyo injili ambayo Yesu alikuwa anahubiri, anasema Bwana, mimi Mungu amenitia mafuta niwatangazie waliofungwa kufunguliwa kwao, anawaweka huru watu waliosetwa. Yaani ndio injili aliyokuwa anahubiri Yesu. Yesu alikuwa anazungumza kwamba usiponiamini sisi nini unaenda jehanamu. Haya anakuja kuzungumza na wanafunzi wake wakiwa ndani kwamba unajua kilichofanyika ni kikubwa, kama msingekuwa mmeamini basi mngeenda jehanamu. Lakini sio injili. Injili ni habari njema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na tukizungumza ambacho nataka uone, kinachozungumzwa kwenye kitabu cha Wakorintho tulichosoma ni tofauti sana na kitu ambacho kinazungumzwa kwenye Mathayo. Kwenye Wakorintho anazungumza, ukisoma kwa makini, habari ya ibada, mahusiano
mahusiano ya kiibada. Lakini ukija kusoma kwenye Mathayo, kinachozungumzwa ni mahusiano ya kibinadamu. Huwa tuchangamani nao watu katika kuabudu, kwa sababu taratibu zao za kiibada zingine utakuta kwamba zitakubana na hautakuwa unatenda haki mbele za Mungu wako. Kwa sababu utakuta katika ibada zao kuna modification fulani ambazo zimefanywa, yaani Yesu atoshi kuwa mlango wa kukuingiza kwa Mungu, inabidi awepo tena na mama fulani pale ili ndio akupigie pande unapokwenda kwenye maombi. Kwa hiyo unakuta tayari mtakuwa hamko sawa. Yaani mtakapokwenda kwenye ibada zao na ibada zako zitakuwa tofauti, kwa sababu kwangu mimi nategemea ili Bwana anisikilize lazima nigeukie engo fulani. Bila hiyo engo, kama Suleiman alivyosema, yaani huwezi kwenda mbele za Mungu bila kuelekea hiyo engo. Sasa unakuta kwenye taratibu zako, sisi tuko huru tu na Yesu. Yesu huwa ajali, yaani wewe ukimwita hata ukiwa msalani anakusikia. Yaani huwa ana shida na hizo mambo. Sijui umegeukia wapi, yeye hana tabu. Kwa hiyo utakuta kwenye ibada hatutakwenda sana. Lakini haitaondoa umaana wa kwamba wewe inabidi uhusiane na mtu ambaye hajaokoka. Hapo ndio tabu ya ulokole inapotokea. Yaani kuna mtu ambaye ameshindwa kuendana na bosi wake kwa sababu bosi wake hajaokoka, na anaona kama huyu jamaa wa mataifa ananiambia nini? Hivi vitu anavyoniambia nifanye kwa sababu hajaokoka. Kwa hiyo umeshindwa kuheshimu bosi wako. Na ndio maana unafukuzwa kazi. Yaani kwa taratibu zetu huwa tufanyi kama wewe unataka kilokole. Sizungumzii kuchukua rushwa, lakini kuna taratibu zingine. Kwa hiyo lazima kuwe na mahusiano fulani wewe ukiwa mlokole na wale watu ili mambo yaende. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa mahusiano yale ya kibinadamu, human relationship, ile andiko la 6 I apply. Ndio maana Yesu akasema ingekuwa ni hivyo ingebidi ni watoe ulimwenguni, lakini amewaacha mkae humo katikati ya mbwa mwitu ili kwamba muwe na uhusiano nao. Sasa ndipo ambapo tunapata maana ya somo ambalo tunajifunza leo. Tuko sawa sawa jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kama wewe utampenda yule ambaye anakupenda tu, basi una tofauti na mtu wa mataifa. Lakini kwa sababu wewe umeokoka, inabidi umpende na adui yako, alafu umwombee yule anayekuudhi. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo nataka tuviangalie kwa kuna mtumishi wa Mungu Mwakasege huwa anasema ya kwamba tuangalie kwa jicho la mwalimu. Hivyo ndio vitu ambavyo nataka tuviangalie. Na itabidi turudi pale kwenye Mathayo 5. Kuna baadhi ya vitu vichache nataka nivisisitize, alafu nitakwambia kitu kingine. Ukisoma mstari wa 44 anatueleza cha kufanya. Alafu mstari wa 45 anatupa matokeo. Anasema ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Ikiwa na maana mtu ambaye atashindwa kumpenda adui yake, au mtu ambaye atashindwa kumpenda yule ambaye anamuudhi, uwezekano wa yeye kuwa mwana unakuwa mgumu. Bwana tusaidie. Lakini mstari wa 48 pia nataka tuone, anasema basi ninyi mtakuwa wakamilifu
kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Huu mstari ni wa muhimu sana kwangu. Anasema basi nyinyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu alivyo mkamilifu. Ikiwa na maana Baba tayari ameshakuwa mkamilifu, lakini sisi bado. Anaposema mtakuwa wakamilifu, maana yake ni kwamba tutakuwa tukiendelea kukamilishwa taratibu taratibu, na katika hiyo process mojawapo ya workshop ya kukamilisha ni leo, ambapo Mungu anataka utoke kwenye nafasi fulani uende nafasi nyingine. Labda nikuweke sawa. Unaona kama naleta injili ambayo ni ngeni, lakini nataka nikuweke sawa. Hivi unafahamu wakati ambapo wewe unaona kinyaa kuongea na mtu ambaye ni changudoa. Anyway, kuacha changudoa sio mbaya sana kwa sababu sasa hivi tumesikia zaidi. Yaani wewe ambapo unakosa ujasiri na kuona kama ni kitu ambacho ni kama dhambi kuzungumza na shoga. Yaani ni kitu ambacho hata ninapozungumza naanza kuhisi kama nakosa adabu ya madhabahu kutamka shoga madhabahuni. Lakini kumbuka kwamba Mungu pamoja na utakatifu wake kuna wakati fulani anapigaga story na shetani. Hivi unaona hiyo? Yaani wanakutana Mungu na shetani wanaongea hivyo wala wagombana. Sasa wewe utakatifu ulionekana haujafika katika mbingu za mbingu, lakini Mungu ni mtakatifu kuliko mbingu. Yaani ndio Biblia inazungumza. Yeye huwa anakaa kuna shetani anaongea naye, anamwambia umemwona huyu jamaa? Shetani anambia niachie mimi nifanye naye kazi. Utafanyaje? Nitamdanganya. Unamdanganyaje? Nitawaingia jamaa zako wale watatoa unabii wa uongo. Yesu, yaani Mungu anakaa pale anaona okay, go and do it. Hawagombana, ila wewe umeshindwa hata kuongea na ndugu yako kwa sababu ya kutofautiana mtazamo. Sawa? Hapo naona tunaweza kuenda sawa kidogo. Mungu atusaidie. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii process itakuwa ni process ya taratibu, kwamba tunakamilishwa kuwa wakamilifu kama Baba yetu. Sasa Baba yetu ana nini katika upendo? Hicho ndio kitu ambacho ni cha muhimu kujifunza. Yaani kwenye hanga hizi za upendo Mungu ana kitu gani? Hicho ni kitu cha muhimu sana kujifunza. Nimemfahamu mchungaji kwa sasa yapata muda wa masaa kama 6 au 5 manne. Bishop. Na nimeona kwamba nyinyi mmependelewa sana. Yaani unajua akawa hivi kwake vitakatwa vingi. Yaani hata mapigo yanakuwa mengi kulingana na jinsi ambavyo ulikuwa umefanyaje umepewa. Yaani kama wewe uko katika hili kanisa ni mshirika wa kanisa hili, alafu hujaweza kupiga hatua yoyote kimtazamo, kwa maana unajua kinachotusumbua Tanzania ni mtazamo. Mimi sina tatizo. Yaani unajua nimekaa kitaasisi, nimekaa kiimani, kwa hivyo ndio tunaweza kupiga siasa hapa madhabahuni, naweza kuhubiri mambo yote yanakwenda sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani kwa confidence yangu nilionayo nikisimama kwenye mkutano wa nje wa kampeni napiga tu vizuri. Nakumbukia kuna kwenye training moja walikuwa wametupa huko kwenye mataasisi, training za mambo ya kompyuta, nikasimama nikafundisha, jamaa akasema, "Uliwahi kuwa mwalimu? Ulitegemea nijibu nini?" Nikamwambia, "Ndio, niliwahi kuwa mwalimu, nilifundisha mambo ya kucheka kanisani." Wakacheka wote. Nikamwambia, "Hapo ndipo nimetoa hizi skills." Wakafikiri na watania, hawakuchukua serious, lakini ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii process itakuwa ni process ya taratibu, kwamba tunakamilishwa kuwa wakamilifu kama Baba yetu alivyo mkamilifu. Lakini kumbuka kwamba Mungu pamoja na utakatifu wake kuna wakati fulani anapigaga story na shetani. Yaani wewe ambapo unakosa ujasiri na kuona kama
Ni kwamba kama uko hapa, alafu mtazamo wako bado umekaa Kitanganyika, Kitanzania, unanipa shida sana, kwa sababu nikikutoa nikakupeleka kwenye kanisa lingine la Kilogolo utapata tabu mno. Bwana tusaidie sana. Yaani mimi ningekuwa kama wewe, ningekuwa nimeshaanzisha daftari pale kwa mchungaji la wazima vitabu. Sijui kama lipo. Umeona shida? Nashangaa. Ile daftari yote pale, hebu some mwenyewe. Yaani ndio watu tunapishana, kila mtu anang'ang'ania kitabu hiki na kile. Lakini wewe umerelax. Mungu anaweza kudai siku moja. Yaani mabibi alikuwa hapo pale yanawekwa vitabu maneno yako rundo. Yanapigwa na Mungu tu. Wewe unaingia unatoka, jina la Bwana libarikiwe. Kuna wengine kwenye makanisa yao watu ofisi ya mchungaji. Unaelewa? Bwana tusaidie. Sababu ni injilisti. Turudi kwenye somo. Hii tabia ya Mungu. Niseme hivi. Unajua sisi kwa mfano kama mimi nikisimama hapa nitamwambia habari za mke wangu, habari za mtoto wangu, kwa sababu nawapenda. Kama mtoto wangu ni genius sana, yaani nikimuona anafanya vitu vya ajabu ambapo naamini kabisa kwamba Mungu amemweka aje kuwa Sulemani mahali pa Daudi. Yaani kwamba mimi nimeshindwa kujenga hekalu, lakini yeye atasimamisha. Sababu naona yuko vizuri sana akili. Ni mambo pia kumweka sawa ili namwambia unajua huko duniani Mungu ndio Mungu. Mambo mengine yote tunasoma nini na vingine, lakini Bwana ni Bwana. Alafu akishajua kwamba Mungu ndio maisha, mambo mengine ndio yatakuwa yana shida. Lakini Mungu ni tofauti. Mungu sio kwamba anatupenda. Haijakaa vizuri. Usichukue moja kwa moja mpaka nimalizie sentence. Mungu sio kwamba anatupenda, lakini Mungu yeye kama yeye, Mungu kama Mungu ni pendo. Umeona tofauti? Yaani anapokuja kwa mwanadamu, akuja kwa sababu anawapenda wanadamu, yaani akafanya swala au process ya kuwapenda. Yeye kwake kupenda sio mchakato, sio mambo ya hisia, sio mambo ya kujisikia, sio mambo ya mazingira. Yeye Mungu ni pendo. Yaani yeye alivyo, ukimchukua Mungu hivi, hamna jinsi ambavyo unaweza ukamtoa hapa alafu upendo ukawa hapa. Yaani Mungu kwa jinsi alivyo, yeye ni nini? Sio Mungu mwenye upendo. Mungu wetu sisi sio Mungu mwenye upendo. Sisi tuna Mungu ambaye ni pendo. Bwana asifiwe. Na ndio maana ulisoma asubuhi ya kwamba alipotuhamisha kutoka katika ulimwengu wa giza akatuweka katika ufalme wa mwana wa pendo. Bwana asifiwe. Yaani kilichokuwa kinafanyika ili Yesu na mambo mengine yaweze kuwepo ni yaani tunazungumzia upendo. Sasa wainjilisti tusikilizane. Maana ujumbe huu kumbe ndo naelewa kumbe sasa hivi alikuwa anakumbana na Mungu. Sijui hilo kanisa. Watu sijui wamesikia nini. Sio wamelishwaje. Haya mambo wanaweza kuelewa. Unaanza kuona kama wewe ni genius kuliko Mungu. Lakini sasa hivi naelewa kwamba kuna watu ambao wanatakiwa waelewe haya mambo ili wanapotoka kwenda nje wafanye tofauti. Bwana asifiwe. Wainjilisti tusikilizane vizuri hapa. Wakati ambapo mpango umevurugika, mwanadamu amemsikiliza shetani kuliko Mungu. Yaani mwanadamu amepotea. Unajua kuna swala la zile sheria za Musa zilikuja, halafu kukaja na agano lingine. Huwa mara nyingi, na mimi nilikuwa nafahamu hivyo zamani kabla sijajua sasa hivi, tunafikiri kwamba Mungu alikuwa anafanya bahati nasibu. Kwamba alileta ile Torati, iliposhindwa na akabadilisha mpango wa kumleta Yesu. Lakini sio kweli. Ukisoma Wagalatia, Warumi, inaeleza kwamba mpango wa Yesu kuja
ulikuwepo miaka 430 kabla ya Torati. Sawa pastor? Bishop. Unajua kwetu kuna pastor, kuna bishop. Naomba tu rehema zako ziwe juu yangu. Hasira yako isije ikafunuka juu yangu nikakosa tena siku nyingine kuhubiri. Hallelujah. Anajua sema bishop doctor hapo ndo namalizia. Kwa hiyo Bwana asifiwe. Ule mpango ulikuwa yaani Isaka anapozaliwa Mungu tayari yeye katika ulimwengu wa roho anamuona Yesu. Ndivyo ambavyo Biblia inafundisha. Sina muda wa kuongea. Ni kwamba baada ya mwanadamu kupotea, hichi ndio ambacho nataka wainjilisti muone na Mungu akufundishe. Yaani hapa nakupa tu skeleton, ukatafute nyama huko mwenyewe. Misuli na nini ukatafute. Mimi nakupa tu skeleton uelewe kwamba kumbe kuna mambo kama haya. Yaani wakati ambapo mwanadamu amepotea, nataka uone solution ambayo Mungu ameitoa. Naongea na mtu ambaye ameokoka siku nyingi. Hajaokoka siku nyingi, cross check baadaye. Tumeenda sawa? Mungu ni Mungu mwenye uweza wote. Is almighty. Yaani alikuwa na uwezo wa kumconfiscate shetani akamtupa kwenye jehanamu ya moto ili ile race ya binadamu wawe free. Alikuwa anaweza kutumia upako, power, anointing. Akaja akatetemesha hapa, alafu akatetemesha huku mioyoni, tukaja wote tukaanguka, tukamwabudu Mungu. Wao jamaa waliwahi kukomaa, wakasema Bwana, wewe Musa wewe, yaani wewe Musa wewe ndio peke yako ndio Mungu, kila siku anaongea na wewe tu. Kwani sisi sio watakatifu? Akaambia mnataka kuongea naye? Haya, twendeni. Siku 3 jamaa wamejitakasa. Sio kama wewe. Leo pengine umekuja ibadani hata hujajitakasa. Wenyewe siku 3. Bwana wewe. Kilichotokea si mnajua wenyewe. Walisema kabisa kwamba Musa, yaani wewe nendaga. Hata akikwambia nini, wewe ndio tukwambie, sisi tutakusikiza. Hatutakagi tena. Huyo ndio Mungu huyu ambaye anamzungumza. Lakini sasa suluhisho la Mungu aliyokuja kulitoa, akaitoa kwa sababu yeye ni pendo, akamtoa mwanae ili kwamba sisi tuokoke. Kwa hiyo kwenye crisis Mungu asolve kwa kutumia power na anointing, anaisolve kwa kutumia upendo. Ndio sasa mtumishi anaandika kwenye kitabu cha waraka wa Yohana, jamaa amekaa muda mrefu kwenye wokovu, anaelewa mambo, anasema ni pendo la namna gani alilotupa Bwana sisi ambao hatukustahili kuitwa wana wake, lakini sasa na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo yeye alishaelewa kwamba haya mambo mpaka Yesu anakufa, anafufuka na nini. Ndio hapo kuna nilikuwa huwa napenda kidogo siku hizi, ndo zamani nilikuwa mvivu sana kusoma vitabu. Nilikuwa nikisoma napata usingizi alafu na macho yanauma. Na nilikuwa natumia miwani kabla. Na miwani kabisa ile walikuwa wakiongeza lenzi kila baada ya muda kwamba jicho lilikuwa likiendelea kuwa baya. Alafu kwenye mwanga nilikuwa nikitembea naumwa kichwa mpaka hii misuli inasimama hivi. Kwa hiyo miwani yangu ilikuwa nikitoka kwenye jua inakuwa kama tinted kabisa, inakuwa nyeusi kabisa. Kwa hiyo ilikuwa inasaidia kuanzia darasa la 6. Nilipofika form 3 nikagundua kwamba Bwana anaweza kuponya. Nikamjaribu, nikamwambia Mungu, najua wewe na mambo unaweza. Na si kwa sababu tu nilimjaribu, kwa sababu tulikuwa tunaweka mikono juu ya watu. Tulipokuwa shuleni tulikuwa kama ni kanisa, yaani kile kikundi cha wanafunzi pale kwa kina nguvu kuliko hata makanisa. Yaani makanisa ya jirani si ndio tulikuwa wahudumu. Kwa pale shuleni tulikuwa na siku ya Jumanne tunaombea wagonjwa nini. Hata ambao hawajaokoka walikuwa wanakuja tunabandika. So nilipoona inafanyika na mimi nikajibandikia mkono. Ndio mpaka leo sivai tena miwani. Katika maisha yangu wote nilipokuwa siku hizi nimeoa, kwa hiyo inabidi na kulifundishwa kwamba inabidi mpe mama naye mda wake.
no computer in the bedroom. Yaani hiyo ni seminar. Kama ujui, huwa hakuna computer in the bedroom, unaelewa? Kwa hiyo kidogo napunguza, lakini sometimes ndio hivyo unajaribiwa na ila sijapata hiyo shida. Kwa hiyo sasa hivi naweza kusoma. Kadhaa kuna jamaa ametoa documentaries moja inaitwa Religions. Yeye anachanganyikiwa kwamba sasa kama Mungu ni Mungu ambaye ana uwezo yote, kwa nini asimshike tu shetani akamweka huko? Anajaribu kuoji mabudha na nini. Yuko ukimuona utamsikitikia, lakini alipo mimi naelewa kwamba amejaribu kukompea kaona huo ni uzembe. Yeye alikuwa Mkristo Mkatoliki zamani kaacha baada ya kuona haina maana. Anasema hiki kitabu kiliandikwa kwenye Bronze Age. Sasa Bronze Age mpaka leo tuko katika hii millennium hizi za nini, kweli hiki kitabu ndio kiendelee kutulia? Kwa sababu hamna kompyuta huko ndani, hamna nini. Kwa hiyo anapojaribu ku reason inaeleweka, lakini ukikaa nayo unaweza kumuelewa vizuri kwamba ndugu, haya mambo huwa yako hivi. Hiki kitabu hajakisoma vizuri, lakini kimebalance haya mambo tokea kipindi hiko, kwa sababu alikiandika alikuwa ni all knowing. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana pamoja na kusoma degree zenu na nini, pamoja na kuwa afisa, unajua maisha ya majini na huku, lakini bado unaona kwamba hiki kitabu kiko sawa. Haleluya. Yaani kati ya watu ambao wako radical, mimi usiniambie kwamba Mungu anaweza. Huwa sitaki ushuhuda wa kuonyesha jinsi alivyoweza. Huwa nataka mechanisms. Kwa hiyo kwa mtu wa ideology kama za kwangu ningekuwa nimeshasimama kusoma hiki kitabu siku nyingi. Lakini hiki kitabu ukiona umeshindwa kuelezea ni kwa sababu tu wewe kwa wakati huo bado knowledge yako haijafika. Yaani sawa sawa na mimi nilipokuwa napata tabu kwa watu wanasema kwamba Yesu alituambia utakayemwamini ataweza kufanya kazi kubwa kuliko alizofanya yeye. Hawa wanachanganyikiwa, sisi tunafanyaje kazi kubwa kuliko Yesu? Kama knowledge yako haijafika unaanza kuona kama hicho kitu kina contradict. Wengine ndio hapo wametoa na injili zingine ni skule si nini kwamba ndio zaidi ya Yesu. Sio hivyo. Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo tunafanya ni vikubwa ambavyo Yesu hakufanya, unaelewa? Yaani kwa mfano kama mimi leo ninaweza nikakuhubiri injili ukaokoka. Bwana asifiwe. Ukiokoka, Yesu hajawahi kushuhudia mtu amefufuka roho. Lakini mimi naweza kufanya huo muujiza, mtu akafufuka roho. Si kama unaelewa ninachozungumza? Kwa sababu ili ufufuke roho ni mpaka Yesu afe. Na alipokufa kuhubiri tena akaondoka. Baada hapo akalipa injili ya kufufua roho. Yaani wewe sasa hivi nikikuwekea mkono unaokoka roho kabisa, yani unafufuka. Yesu mpaka anaondoka hajajaza mtu Roho Mtakatifu akanena kwa lugha. Mimi naweza. Haleluya. Maana ilibidi Yesu aondoke ndio roho aje. Huo muujiza ukitokea tumekuja kufanya baada ya Yesu kuondoka. Yaani ukiona umeshindwa kuelezea ni kwamba wewe tu bado hujafika. Turudi kwenye somo letu. Hapo tumalizie, tuende tukapumzike. Uzuri wa mwalimu wetu saa nyingine huwa anakushika kwamba huwezi kuondoka. Au ukiona umewatisha watu sana wametoa macho, unajua ndio mwalimu anajidai kwamba sasa naweza kumwaga mambo. Haleluya. Haleluya. Sasa tunahubiri injili sana. Tunaomba kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Na tunashuhudia sana. Lakini haya yote ambayo tunayafanya ni maneno ambao Mswahili anasema hata kwenye kanga yapo, ambao Mswahili anasema kwa sababu una mdomo wa kusema na mtu yote anaweza kusema. Unajua maneno sio tabu, hata kunena kwa lugha sio issue. Kwa sababu nikishakaa kwenye kanisa la Lokoya, kwa sababu siku zote mnanena na lugha ile ile, hata mimi mwenyewe naweza kusimulate nikaanza kunena. Lakini kunena kwa lugha ni zaidi ya kutaja yale makorokocho. Yaani kuna mtu ambaye ananena kwa lugha, kuna mwingine ambaye anasimulate. Nataka tusihubiri
tukaishia kwenye mahubiri ya maneno. Nataka tubadilishe mtazamo ya kwamba tunapotoka kwenda kuhubiri tuwe tumesimama pale kwa kusukumwa na upendo. Si kama kuna mtu anawahi kufika hapo, yani unapomwona mtu hajaokoka, kitu ambacho unasikia huku ndani ni kumpenda kwamba Bwana anaweza kumwokoa. Alafu sasa ule upendo ndio ambao unakufanya uanze kumleta karibu kwa Kristo. Yani Yesu anapokuja kwetu tukiwa wangali wenye dhambi, yeye alitupenda kwanza, akafa msalabani kwa ajili yetu, ili ile affection ya ule upendo wake ndio utuvute kwake. Hakuja na miujiza na mikiki. Hizi zinakuja kufanyika kama supplementary. Na ndio maana utakuja kugundua kwamba katika miujiza iliyoandikwa ambayo ilitokea automatically bila yule aliyefanywa muujiza kuhusika, ni michache kuliko ambayo ilifanyika kwa mtu kuamini. Ikiwa na maana kwamba muujiza haukuwa sababu ya kuwavuta watu kwa Yesu. Maana tukikuvuta kwa muujiza, siku miujiza ikikoma utarudi, kwa sababu miujiza haipo tena. Kama ulivutwa kwa Yesu kwa sababu ya muujiza, uko kwenye hatari sana kwenye kipindi hiki cha uchakachuaji, kwa sababu miujiza inapigwa kwa engo zote, huwezi kujua ni ipi ndio ipi. Kama na jamaa wanapiga miujiza, usifanye masiara. Yani mimi nimeona kabisa, nimeshuhudia watu wanapiga muujiza, usifanye mchezo. Yani kuna mtu ambaye kupiga muujiza wa kutikisa eneo hivi. Nilikuwa naongea na ndugu yangu kwa sababu kama hapa hivi akatikisa pakatikisika kabisa. Alipiga muujiza, aligusa maji yakageuka kuwa divai, watu wakana Tanzania hii wakalewa kabisa, kanisa zima. Unaelewa mambo hayo? Kwa ukija kwenye eneo ya muujiza, uko kwenye hatari kubwa. Jamaa ukimweka kwenye doctrine mtagombana kweli kweli, maana vitu anapozungumza havimo. Yani anataka kuzungumza ambavyo havikuandikwa. Maana kwamba Biblia ingeandikwa mambo yote yasingetosha. Sasa wewe unajuaje kwamba hiki hakikuandikwa? Tubezi kwenye yale ambayo yaliandikwa, ambayo kuandikwa hatuwezi kuquantify. Hayo watu wanainjili ngumu nyie. Mungu awabariki tu kwamba nyinyi na watu ambao wamesoma mambo yako vizuri hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi kama leo tunachozungumza. Zamani nilikuwa napata tabu sana, nataka kila mtu aelewe, kwa hiyo nilikuwa nachukua muda. Ila Mungu akanini, siji nani sasa, Yesu Roho Mtakatifu akanitia moyo kwamba unajua unapohubiri hivi, huwa result ni 1/4. Probability ya mtu kupokea ni 1/4. Yaani kuna mtu mmoja zitaanguka kando ya njia, mwingine kwenye miba, mwingine kwenye mwamba, au mwingine kwenye udongo mzuri. Kwa hiyo probability ni 1/4 kwa wale ambao wamesoma hesabu. Kwa hiyo unipi shida kama ukiwa kwenye njia siku nyingine labda. Haleluya. Bwana asifiwe. Wajua kukumbuka, ndio maana anasema ufalme wa Mungu sio ngumu hivyo. Yaani unatakiwa tu uwe righteousness, joy and peace, you know. Yaani unapokumbuka uwe tu huru hivi, unafurahi tu kumfurahia Bwana wako. Sio masheria haya vitu gani hata yako. Unaokokaga huko ndani, Roho anashuhudia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Unajisikia tu vizuri kuwa mwana wa Mungu na nini? Wokovu it makes sense. Otherwise ukikaa hivi ukianza kufikiria kwamba utoe ubarikiwe, what kind of that? It's like a basic thing, eh? If kutoa alafu ubarikiwe, alafu unaomba hivi, Bwana, alafu mambo yanatokea. It doesn't make any sense. Where is he? Lakini if you live that, you come to realize that he's really there, and you can just feel him coming, telling you, it's not this way. Just go. You won't go. Hallelujah. Bwana asifiwe. Namaliza sasa. Sijaongea mengi lakini
neema ingalipo. Nisome Waefeso. Kule kanisani kwetu wanawaambia ukisoma nyaraka za Paulo toa macho. Yaani usisome tu kama story. Nyaraka za Paulo sio masiala. Amen. Hao jamaa wana shida sana. Na mjani Mungu akubariki. I'm so proud of you guys in praise and worship. He's a very powerful kind of a praise and worship leader. Ila ni mwanasheria. So wanasheria huwa ni wana shida kubwa sana. Ndio maana sentences zao inabidi uziangalie 3 degrees. Kwa sababu what you are saying watakuhold accountable kwa hicho ulichosema. Kwa hiyo wako makini sana. Na ndio maana Paulo hata Petro anakuja kusema jamaa huyu hizi ngoma zake ambao hawako vizuri wanapotosha. Bwana atusaidie. Hiki kitabu cha Waefeso ni kati ya vitabu ambavyo is so wonderful kind of a book. Nimekuwa nimevisoma, nimewahi kufanyia hadi mtihani nikapata 80. Kitabu cha Efeso. Shuleni tulikuwa na mtihani, yaani tunasoma kitabu walokole tu, yani sio nini kikundi tu cha wanafunzi wa Kasfeta. Kwa hiyo tunapeana kitabu bwana, mwezi huu tunasoma hiki, afu mtu anafunga mtihani. Afu tunakaa hivi kwenye fellowship studio tunapiga pepa. Bwana asifiwe. Ilitusaidia sana. Sasa hiki kitabu kila mara ninaposoma nashangaa hivi hiki nacho kimeandikwa hapa. Yaani huwa nashindwa kuelewa. Lakini kuna mambo mengi sana. Tutasoma sura ya 4. Tutakuwa tunamalizia hapo. Kule kwenye Yohana sijui kama nitapata muda wa kuzungumza. Tumalize tu hapo. Nisiwakwaze watu. Mwisho wa mwezi huu. Tusitakane ubaya. Efeso 4. Efeso 4. Ule mstari wa 15. 15 tutasoma na 16, japo 16 na upenda tu kuwaonyesha kitu, lakini nitazungumzia mstari wa 15. Anasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. 16 anasema, katika mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, ukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Kiswahili kigumu mno. Bahati nzuri unajua makanisa mengine yanabidi ujikaze usionekane kama unajua Kiingereza. Bila hapa mna Kiingereza amplified unaona mnatumia. Kuna neema kubwa sana. Baada pale napewa vingi kwake vitatakwa. Kwetu na hiyo slogan. Yaani kuwa na dokta na mtu ambaye anapasa ambaye yani pasa hajawahi kwenda Bible school. Kwenu kutatakwa vingi. Yaani lazima mzae matawi sana yani. Bwana asifiwe. Sasa huu mstari kwenye Kiswahili inakuwa ngumu sana kufuatilia. Lakini ukisoma translation za Kiingereza itakupa maana ambayo unataka. Anasema tuishike kweli katika upendo. Lakini kimsingi kilichokuwa kinazungumzwa pale ni kwamba we have to speak truth in love. Unapo truth in love, yani kweli tunaifahamu. Kweli ni neno la Mungu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Sasa unapoizungumza kweli, unatakiwa uizungumze kweli
katika upendo. Nataka ubadilishe mtazamo wa injili yako ya kwamba mimi nimenawa mkono, unaenda jehanamu usiposikiliza, usipookoka. Nataka hata pia tuondoke kwenye eneo la kuanza kuona injili ni mkutano wa nje. Nataka tuwe na injili ya kuzungumza tu kweli katika upendo. Kwamba unamwambia hichi unachofanya sijui, lakini nafikiri si sawa sana. Tofauti na kwamba wewe una pepo. Tofauti na kwamba utakapokuja kusimama kwamba jamani, namshukuru Mungu, jana nilialikwa kwenye kikao fulani cha harusi, wakawa wamekifanyia baa. Yaani nilipoingia tu pale, walipoanza tu kuongea, nikaona mapepo tu hivi. Mungu anatuagiza tuende mbali zaidi. Usimpende mwokolewe mwenzio. Wakati ambapo unataka kuanza kutoa injili, lazima ujikague, ujue kwamba kinachokusukuma kutoa ile injili ni ule upendo. Kwa sababu wewe umeona uzuri wa Kristo. Bwana Azizi, sijui ulienda mbali gani kwenye zile za hivi na kupiga nini na ile, maana kusali kwetu kule ni kama tunapandisha mapepo. Halafu kaja kwa Kristo, ukajazwa Roho Mtakatifu, kwamba unaweza sasa hivi ukakaa kwenye ndege ukawa unaendelea kumtukuza Bwana na ukawa umejiunganisha na mbingu kabisa. Sasa kwa sababu ya jinsi ambavyo Bwana alikupenda akakutoa kule, kinachokusukuma kwenda kwa huyu mtu ni ule upendo. Hakuna matokeo makubwa kwa sababu wewe umeenda kwa upako. Yaani wewe uliposimama, sijui jina lako ndugu yangu, nani vile? Fabian, yes, Fabian. Na yule dada sijui kwa machachari huyo. Ningekuazima uje kwetu watie moyo wadada. Ila sisi kanisani kwetu wenye nguvu, yani chama chenye nguvu ni wakina mama. Hao kina mama ni yani neno zuri la kutumia ya kwa Kiswahili sasa hivi nasema ni balaa. Ikiwa namaanisha haimaanishi balaa, lakini inamaanisha upande mwingine. Hao kina mama wana mwenyekiti wao huyo ana imani, huyo mama amaye kupeleka mtoto shuleni kwa maombi badala ya ada. Huyo mama yaani pale wao wanapokea slip. Yaani ukiingia gate cha kwanza ni slip ya benki. Yakapeleka kwa maombi. 3 months, hakuna hata mtu aliwahi kuulizia slip, hawajui hata wanajiaje. Mwaka aliparalyze, sasa akafanyaje? Akapeleka mtoto shuleni kwa maombi. Huyo mama, madhabahu hivi, nyinyi sijui, wengi hivi. Acheni mambo bwana. Kule kundi la mama tu peke yao walipiga text madhabahu kule mpaka kule. Wakaona haitoshi. Wakafunga feni kanisa zima. Wakina mama hao wakaondoa madhabahu ilikuwa ya mbao, wakapiga ya kioo. Wakaondoa viti ambavyo vilikuwa vya plastiki pale, wakaweka vile. Achana na hao mama. Yaani naogopi na vijana wenzangu wao wamelala hao. Yaani hajui nini inaelekea hapo. Juzi ilikuwa na ubiri kabisa, je mjiangalieni. Tafakarini njia zenu. Yaani hao mama ndio wamefanya mambo yote. Sisi hamna hata kitu kimoja tunaweza kuonyesha kwamba na sisi vijana tunafanyaga hivi. Sijui hapa kweli. Bwana asifiwe. Haleluya. Watajisikia vizuri. Huwa nawasema kila sehemu. Hao mama asiachana nao. Sasa hivi wameanzisha kampeni, wanatembeleana kila Jumatatu. Hawasubiri mchungaji. Walifika Jumatatu pale,
wanaenda kwa mama fulani, wanakaa pale, wanaacha baraka. Kila wakienda pale kwangu nilikuta wameleta sukari. Kweli hawa. Bwana asifiwe. Ndio wenyewe peke yao wana mradi pale kanisani, na mradi ya stationary, nataka kufungua na mradi wa amani. Wengine sisi tumelala. Sijui sasa huko. Nitazungumza kwenye hiyo ni sura ni mstari wa 15, hayo maelezo nayotoa. Bwana asifiwe. Mstari wa 14 anazungumzia upendo. Labda nikwambie kitu kingine. Wale wainjilisti, wengine msisikilize. Wainjilisti. Unajua hakuna sehemu ukiangalia tumeambiwa tuombe. Sijui kama ukienda kwenye PhD. Yaani hapa nitolea andiko usema kwamba Yesu ametuagiza tuombe watu waokoke. Lakini kuna kitu alituagiza, akasema Bwana, naangalia hivi mavuno ni mengi, lakini watenda kazi nini? Agizo alilotupa akatuambia tuombe Bwana wa mavuno apeleke nini? Bwana asifiwe. Sasa hii kwa injilisti. Kwa upako na anointing ulionayo hayo, nguvu na nini hizo ambazo unazo, hatuzihitaji sana kuokoa watu. Hizo tunahitaji kuwafungua watu kutoka kwenye bondages zile za giza na nini, ambayo nayo ili ifanikiwe usiende kwa hasira, kwa sababu hata Mungu mwenyewe hakuapproach kwa hasira. Alikuja tu kwa upendo. Unaona yule mtu amejawa amepagawa na mapepo yanamsumbua na hizo roho zimemfunga, ule upendo ndio ambao utadetermine success ya ile ministry kwa huyo mtu. Achana na mambo mengine. Mimi na upako ukija utafunguliwa, lazima ufunguliwe. Sio hivyo, kwa sababu kwanza roho ndio huwa ambaye anatoa tu, anafanya zile karama, miujiza na nini, jinsi anavyopenda yeye. Sasa wewe huwezi kuniashua kwamba nikija, hizo ni propaganda za redio, ili uje ukija tunajua utatoa sadaka, ukitoa sadaka tutakuwa tumepata hela. Unaelewa maana yake? Ndio maana nakuombea kwenye redio, alafu nakwambia ili muujiza wako kamilike ndio Jumapili kanisani. Yaani kwamba imani yako huyo ambaye alikuwa ananiombea, lazima uangalie. Kuna namba fulani kwa ni kwamba Mungu ameniponya huko nilipo. Mpaka nije alafu tena kanisani kwako. Rais mimi kusaidia, usifikiri sana. Utakapokuja utakuwa kuna kipindi cha sadaka. Na kwa vyote kwa jinsi ulivyozoea wewe mlokole, huwezi kuja kanisani bila sadaka. Usije mkono mtupu. Umefundishwa tokea Sunday school. Kwa hiyo ukija na sadaka nitapata zaidi. Kwa hiyo ndio maana kampeni zile huwa zinakuwepo. Jamaa wajanja wanaanza kutoa menu Ijumaa. Jumamosi ndio redio zetu. Si wengine ni malida hivyo. Huwa tunaongea tu watu tunafanya. Mimi sifungamani na upande wote wala siogopi kukuambia ukweli. Yaani Ijumaa ile zinaanza kutolewa menu kwamba Jumapili kutakuwa na hiki na hiki na hiki. Hapo menu zile huwa ni hot cake ambazo ziko kwa wakati huo. Ili uje tupe sadaka. Angalia hapa. Hata sio wewe unaanza announce. Mimi niligoma kusikiliza hizo. Nilikuwa nikisikia napata uchungu. Hapo uchungu natakiwa usikae mpaka asubuhi. Si unajua hiyo? Sasa ukipata sehemu ya kuitolea na asubuhi ikafika. Yaani nataka kama hivi nimeongea kidogo na nisikia vizuri. Sasa unakosa au unafanya nini? Kwa baadaye nisikilize. Maana wanakuwa vitu vinavyozunguka. Unajua kuna mtu ambaye ameokoka kwa sababu alisikia upendo. Hichi ndio nataka nikuonyeshe. Mambo ya ahadi hizi, wewe una uhakika. Hujui Mungu anamuitia nini? Usimwambie ukija huku utapata gari na nini. Yaani una maana wewe ukianza kusema kwamba ukiokoka unapata gari nyumba, unamfungia injili yule ambaye ana nyumba na gari. Haina maana sana unajua kufanya nini wakati unatangaza gari na nini. Injili yako imefilisika sana. Wewe tangaza tu upendo wa Kristo. Jinsi ambavyo ametupenda. Bwana asifiwe. Hizi habari njema. Mambo ya huko jehanamu na nini ufahamu sana. Hata tutaelezana huko ndani, amen. Lakini huko tunapohubiri, tupeleke kule upendo. Mtu akiokoka kwa upendo asubuhi. Aliokoka kwa miujiza na taabu. Aliokoka
kwa sababu ya kupata vitu fulani ana shida. Visipopatikana ina maana Mungu ni muongo. Yaani unajua wewe ndio ambao una shida ya kuanza kwa sababu uko insecure, unahisi kuanza kujiprove kwamba wewe umekubaliwa na Bwana kwa kutenda miujiza. Lakini Mungu anatenda miujiza sio kwa sababu ili watu wamuone, kwa sababu yani vitu kama miujiza yani kwake viko tu ni hivyo, ni vitu ambavyo haviwezi kumsumbua sana kumuonyesha kwamba hii ndio Mungu kwa sababu amefanya miujiza. Hata asipotenda bado ni Mungu. Sasa ukienda na hiyo mentality ya kwamba unataka miujiza itokee kwenye mikutano yako, na nitakuwa na shida sana. Ndio mwinjilisti nakwambia, unapoenda wewe peleka tu ongea tu ule ukweli wanafanya katika upendo. Nataka ubadilishe, yani sasa hivi kwenye ile nyumba ambayo upo na wapangaji wenzako ambao umegombana kwa sababu hawajaokoka, ambao wewe unaona kama shetani, ufahamu kwamba Mungu mwenyewe na utakatifu wake wanaongea na shetani. Kwa hiyo jamaa hata yule shetani mwenyewe na dhambi zake hawajafikia huko. Unajua shetani, nikwambie kitu kingine. Si unafahamu kwamba ni Mungu mwenye rehema na huruma, unaelewa? Mpaka leo jamani, miaka mingapi shetani siangendaga tu akamwombe Mungu msamaha ishe. Wewe umekosea mara ngapi unaenda Bwana mnawekana sawa? Shetani ana nini? Ndio nataka nikuonyeshe sasa kwamba shetani, ndio maana kusoma hata andiko lolote hapo. Kwa sababu dhambi aliyotenda, ule uwezo wa kufanya toba, umeondoka. Yaani natural kwamba shetani hawezi kutubu. Yaani ule utubu, ndio maana tumeokoka kwa neema. Hiyo kusikia hiyo guilty na nini, ni neema tu ya Mungu kukupa ile namna ya kusikia toba. Ndio maana ukifanya makosa unasikia una hali ya kuhukumiwa. Baadaye ukishupaza shingo una paralyze, anasema mioyo yao imetiwa ganzi, hawasikii tena. Yaani hata jambazi, wewe muulize jambazi ambaye ameua watu wengi, ile siku ya kwanza aliua mtu wa kwanza akulala usingizi. Lakini baadaye anapoendelea ana paralyze ile dhamiri yake, basi anaendelea. Lakini yeye bado ana uwezo wa kufanyaje? Wa kwenda kutubu. Sasa huyo mtu ambaye unagombana naye, yule jirani yako, baada ana uwezo wa kwenda kutubu. Hajafikia level ya shetani ambaye ameondolewa uwezo wa kutubu. Lakini Mungu anaongea na shetani. Wewe jirani yako umeshindwa kuongea naye kwa sababu hajaokoka. Kwa nataka leo unaporudi umuombe Mungu akufundishe upendo wake. Utasoma, naomba mtaandika waraka wa kwanza wa Yohana. Sasa hii natoa assignment, soma kuanzia sura ya 3 na sura ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na 4 anasema, kuna vitu ambavyo anazungumza, anasema kama tukiwapenda hawa ndugu zetu na hawa watu wengine, basi tunampenda Mungu. Na anasema kama ndani yetu hamna upendo, basi hatuwezi kuwa wana. Kama vile ambapo alisema kwenye Mathayo, na kama hatuna upendo hatuwezi kuwa wana wa Mungu, kwa sababu yeye ni pendo. Lakini tukipendana na tukiwapenda wengine, basi tunamjua Mungu na Mungu anakaa ndani yetu. Yaani ukitaka kuanza kutembea katika udhihirisho wa Mungu na kumfahamu Mungu kwa mapana, anza kuwapenda watu. Pale kwenye Mathayo wengi anazungumzia ndugu ambao ni brothers, ni uhusiano, ni swala la kupenda wale ambao wameokoka wenzako. Lakini inaenda zaidi ya hapo anapozungumzia kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Hichi ni kitu ambacho inabidi mara kwa mara uje ukae ujifanyie tathmini. Jirani yako anaweza akawa rafiki yako. Jirani yako ni Mtanzania mwenzako. Jirani yako ni hata mtu mwingine wa dini nyingine.
jirani yako ni Muislamu, jirani yako ni mtu wa dhehebu lingine lolote. Sasa unatakiwa umpende kama nafsi yako. Anasema kile ambacho nataka watu wakutendee, na wewe watendee watu hivyo, ndivyo hapo sasa utakuwa umemjua Mungu. Na ndio maana alisema mtaendelea kuwa wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Uanze sasa kujifunza kuwa na upendo wa kihusiano wa kibinadamu. Kwa sababu ukiokoka hatukutoi ukakae kwenye kisiwa fulani. Nachozungumza sio ibada. Nachozungumza sio kushiriki dhambi za watu wengine. Nachozungumza ni mahusiano yako na watu ambao wameokoka. Inapofika kwenye dhambi, sema ukweli katika upendo. Na napenda Mungu kwa sababu amesema kama yuko mtu miongoni mwenu amepungukiwa na hekima. Kuna watu hawana hekima ya kuzungumza. Wanaongeaga. Yaani hata ukimpa nafasi hapa aje you need to watch your back. Ukiona hivyo bado kuna nafasi, unaenda kwa Mungu na Mungu akuongezee hekima. Amesema kabisa kama mtu kwenu amepungukiwa na hekima, basi naenda kwa Mungu atakupa hekima. Akupe hekima katika kuwapenda watu wengine. Tunapokuja kuwaombea watu wanaoumwa, watu wenye mapepo, watu wenye matatizo fulani, itokee kwenye upendo. Yaani ikitokea kwenye upendo, nguvu yake ni kubwa sana. Yale shida na tatizo haziwezi kukaa. Isitokee kwenye nguvu na upako. Unapohubiri kwa watu ili waokoke, usikemee kwa maubavu na upako, onyesha upendo. Sasa ni skeleton. Tungeweza kufundishana unaonyeshaje sio upendo. Lakini muda ndio turuhusu. Bwana asifiwe. Naomba niwaambie kitu kimoja. Mungu ametupa mamlaka juu ya roho, juu ya falme, juu ya nguvu za giza na mambo mengine. Lakini hajatupa upako na mamlaka juu ya roho ya mtu. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao mmeanza sio siku nyingi, achana nayo, sio shida sana. Nataka wale ambao tuko kwa muda kidogo uelewe hili. Nataka kubadilisha mtazamo. Nimeelewa sasa kwamba kwa nini Mungu alileta hili, kwa sababu hili ni kanisa la kufungua makanisa. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ungekuwa unawapenda wenzako, yale ambayo ni vitu ambavyo viko kwako ambao ni kama ziada, ingewafaa sana, kwa sababu hapa kuna ambao ni wahitaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Naomba nimalizie kwa mstari wa 16. Naamini tu kwamba Mungu atakuwa amekusaidia kwa hivyo. Ichukue hilo, nenda kafanye research. Yaani uendelee kusoma tena na tena, ujifunze upendo wa Mungu jinsi ulivyo. Maana hapa ninachokizungumza ni kati ya mistari ambayo pia nilipita hapo nikasijaona. Nimeona juzi. Wanasema huyu ni Paulo sasa kwa Efeso, kwamba katika Yesu anazungumza kuhusiana na kanisa. Maana anasema mwili wake unashikamanishwa na kuungamanishwa. Kwa mwili wake ni kanisa. Kwa hiyo Yesu katika yeye, kwa sababu tulihamishwa tukawekwa huku, tunashikamanishwa. Sasa kitu ambacho nataka uondoke nacho, anasema kwamba kila kiungo katika ule mwili kinafanya kazi fulani. Every part of the body has to supply.